Leo hii tumeamkia kwa mshtuko mkubwa kwa sababu we have clearly a disconnect between the national government and the county government. Juzi kulikuwa na order ilikuwa imetolewa na waziri wa lands hapa county, na mimi nikachukua chairman wetu wa market zetu, we paid a courtesy call kwake, na tukakaa chini tukaelewana, akatuhakikishia kwamba we are not going to have any eviction or forceful vacation ya watu wetu. Leo hii tunashtukia asubuhi kuna watu wa railway police unit wametoka Eldoret with a backup from Nakuru, na wamekuja, angalieni venye wametufanyia town yetu without any proper coordination na county government. There is no public participation or sensitization. They are so heartless. Sisi ni watu ya furniture, na watu ya furniture kweli sisi ndio tunaunda vitu peke yetu, wengine wanabeba vitu wakikuja kuuza, lakini sisi tunaundia hapa na tukiuza. Sasa katika kaunti hii sisi tunalipa ushuru, hatujawahi pewa tenda hata moja, hatujawahi pewa nafasi ya kufanyia kazi, tunafukuzwa mara hapa mara pale. Je, tunauliza gavana wetu, je, ni siku gani tutapewa mali ya kudumu, mali tunaweza fanyia vitu zetu, na hizi vitu tuchukue kama watu wengine? Wakati tumeamka asubuhi mwendo wa saa 10 ya asubuhi, askari wa railway wakishirikiana na afisa wa county wamekuwa wanabomoa pesa hata ya kula lunch, choma mali zetu. Tumesikitishwa sana kwa sababu Kenya hii ni kama sisi kama wananchi, kama wanabiashara tuna haki. Tumekuwa tunatoa ushuru ndani ya kaunti hii, tumekuwa tunatoa ndio penye uchumi ambapo tunategemea kama sisi vijana. Sijui wanataka tuende tukue wezi ama wanataka tufanye nini? Tuko na apili kupitia kwa gavana wetu wa Trans Nzoia hapa. Tuko tunatarajia tumuona hapa tatizo akuja asimame na sisi aseme wananchi yangu mmekuja kutolewa hapa hivi, endeni mkae mahali fulani, lakini tujamuona hapa, tujaona tunaenda tunaenda wapi. Bidii yuko ndio yuko barabara imepangwa barabara hapa hivi, hatuna otherwise mwingine naibiwa.